Sasa nilipata my new sweetheart in town and she is here. Na nilikwambia ukuja mapema uhubiri. Leo main service ni wewe ulikuwa uhubiri. Kuja. Wangapi wanajua my girl. Huyu msichana ambaye alitrend some days. Wangapi wanamjua? Inua mkono wako juu kama unamjua. Unaona wewe ni celeb. na wewe una emotions and you love God. Marion Naipei is my girl na ni msichana mzuri, nampenda sana. Tunakuwa na yeye hapa kanisani kila siku, na pia anataka kufungua biashara ya kuuza panti. Lakini sasa mimi nashindwa. Nikifungua hii biashara ya panti watu watanibeba vibaya. Wataanza kusema Pastor Kanyari yeye na sana wanauza dog. Sitaki watu waseme kitu kama hiyo. That's why nimekuwa nikimwadvise na mwambie usifungue biashara ya panti. Wacha nikutafutie biashara nyingine. Lakini yeye ana insist. So namsikiza tu, na unajua najaribu kumtengeneza pole. Bado hajarudi normal kabisa. So unajaribu kumtengeneza mpaka arudi normal. Yeah. Marion Naipei is my girl na ni msichana mzuri, nampenda sana. Tunakuwa na yeye hapa kanisani kila siku, na pia anataka kufungua biashara ya kuuza panti. Lakini sasa mimi nashindwa. Nikifungua hii biashara ya panti watu watanibeba vibaya. Wataanza kusema Pastor Kanyari yeye na sana wanauza dog. Sitaki watu waseme kitu kama hiyo. That's why nimekuwa nikimwadvise na mwambie usifungue biashara ya panti. Wacha nikutafutie biashara nyingine. Lakini yeye ana insist. So namsikiza tu, na unajua najaribu kumtengeneza pole. Bado hajarudi normal kabisa. So unajaribu kumtengeneza mpaka arudi normal. Yeah. Marion haja change 100%, na kanisa ni hospitali. A church is a hospital where kila mtu anakuja anatitibiwa. Ugonjwa itokai ndani ya mwili mara moja. Hawezi expect Marion sasa akuwe msichana tu. So ukimuona TikTok saa zingine amemisbehave hivyo kidogo, jua ya kwamba yeye ni mgonjwa ambaye amekuja kanisani, anatengenezwa pole mpaka wakati atakuwa sawa. Akiwa sawa nitawaambia, lakini huwezi expect mlevi ambaye alikuwa anakunywa pombe aache pombe leo, hata akiacha atakufa. How can I kill daddy? How can I kill daddy? Yeah, we look good. Thank you. So many at return. Thanks wale wana tap guys. Any return pia. I'm a sister. Abio Support. Umaskini unazaa mtu afanye vitu. Hey, it's poverty. Poverty ndio inafanyanga watu wafanye vitu vingine. Anaitwa daddy. Si amepata bibi. It's okay. So mnatuchukia bure. Na bado nyinyi mafans. Sijava. How can I kill daddy? How can I kill daddy? Yeah, we look good. Thank you. Aya sasa wadau, mnitukane sioni. I cannot see. Nguvu ya kuingia live natoa wapi? Kuna nguvu ya mtu nimeomba. You. Tupatane kanisani. Mama kanisa is happy. Send something. Pia wala wanatukana ni mafan wetu. Tunawapenda. Mbona hiyo? Fuza kwa mama. Nabia kwa mzee. Kanyari amefanya kitendo cha kuaibisha watoto wake. Sijui hata kaa wataiongea kwa internet. Because can you imagine sasa ameoa. Kanyari na ule msi ameoa ni ule dema anazurura huku hananga panty. Anatembea from one particular club hadi ingine hajavaa panty. O dema anajirika kama Marion Taipei. Mshinde mkiambia msichana wa wenyewe, inakaa mtoni.
inakaa bahari, inakaa kichaka. Unaona Kanyari aliona amepata bibi. Kila kitu inakuwa na advantage na disadvantage. Ninyi mkishinda hapo mkipiga kelele, mliona mlikuwa mnasikia aibu. Amepata bwana. Kwanza ni bwana ako na mado. Bwana ako na pesa. Mnaona aje? Mshinda hapo mkisema inakaa sijui nini, mtaro, bahari, Lake Victoria, amepata bwana. Kwanza bwana millionaire ataendesha gari kuliko ataendesha gari ya bwana yake Kanyari. Ameolewa na Kanyari huyu Sinepe. Anaitwa nani Sinepe? Yani kuna watu nyuwanga wanachezea Mungu, yani ile tu unachezea Mungu karata just because unataka publication na unataka attention. Sijui kama mumesikia vile Kanyari amefanyia msichana mwenye alikuwa anatembea uchi bila ngodha. Ati amechukua huyo msichana Marion Naipei akampeleka kwa kanisa yake, ati akamuombea and then akarudi akampatia 50,000 na sasa ati anataka kumfanya akue pastor kwa hiyo kanisa yake. Yani Kanyari anachezeanga Mungu kama Mungu ni ball. Believe it or not, huyo msichana saizi anapata more attention. Na watu wengi, unaona vile watu wengi walikasirikia Mosiria. Kwa sababu walikuwa wanasema huyo msichana the first thing alikuwa anajua huyu jamaa mwenye alimuanika ako na bibi. And in fact ukisikia kwa hiyo conversation anasema wewe ndio ninataka, wewe ndio nataka kukupatia. In fact hata kuna mahali penye alikuwa anaguza mrije ya ule jamaa. Lakini ule jamaa kwa sababu ya kumexpose na kuonyesha tabia mbaya vile wasichana wengi wanaenda kudandia mabwana za wenyewe. Watu wakatoka nje wao wanatetea msichana, but wakaona hapana. Huyu msichana hata ukiangalia video zake unaona ako immoral. Si ati ni msichana ati mwenye ni ako very straight. So believe it or not, Kanyari ameamua kuchukua hiyo mzigo, ameamua kuchukua msichana na sasa msichana atakuwa pastor. Sijui kwa nini Kenya mtu akifanya kitu mbaya ndio wanga tunamuweka pale kwa limelight. Tunataka sasa akue pale mpaka akue brand ambassador. Manze, I've listened to her interview with Tumbili and it is so disgusting. Yani dem anaulizwa kama akona panty. And recklessly and carelessly she answers. Na anasema hana ama ni ya nini. It is watering down some good deeds zenye zilifanyiwa na watu kama Mosiria, wale ambao walikuwa nataka maybe kumrudisha sokoni ama kumrudisha kwa uwanja ndio siku ya outcast. Smart. You're smart, me. Yeah, very smart.